Tuangalia kitabu cha Makabayo wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11 hadi wa 17. Tolemayo bin Yabubo alikuwa amewekwa jemedari juu ya nchi tambarare ya Yeriko. Alikuwa na fedha na dhahabu nyingi, maana alikuwa mkwe wa kuhani mkuu. Moyo wake uliinuka, akataka kujifanya mkuu wa nchi. Akafanya mashauri ya hila juu ya Simeoni na wanawe ili awaondolee mbali. Basi Simeoni alikuwa akikagua miji ya nchi, akiangalia matengenezo yake. Akashukia Yeriko, yeye na wanawe Matathia na Yuda, mwaka wa 177 mwezi wa 11, yaani mwezi uitwao Shebati. Mwana wa Abubu akawapokea kwa ujanja katika ngome ndogo iliyoitwa Doki aliyoijenga. Akawafanyia karamu kubwa, akaficha watu humo ngomeni. Simeoni na wanawe walipokwisha kunywa na sana, Tolemayo na watu wake wakaondoka, wakashika silaha zao, wakamshambulia Simeoni katika chumba cha karamu, wakamuua pamoja na wanawe wawili na watumishi wake wengine. Hivyo alitenda jambo la uhaini kabisa, akirudisha mabaya kwa mema. Tunauona uhaini. Uhaini unakuwa una ila ndani yake. Uhaini unakuwa una ila ndani yake. Utekaji, mauaji, hivyo vyote ni uhaini. Hivyo vyote ni uhaini. Ni ile inayoibuka kwenye moyo wa mtu. Tunapoangalia kitabu cha Makabayo wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13, tunaiona ila mojawapo ya uhaini iliyoibuka kwa Tolemayo. 16:13, moyo wake uliinuka, akataka kujifanya mkuu wa nchi. Akafanya mashauri ya ila juu ya Simeoni na wanawe ili awaondolee mbali, ili awaue. Ila watu wanapoteka watu na kwenda kuwaua ni ila. Huo ni uhaini wenye ila ndani yake. Ndani ya uhaini kuna ila inayoibuka mtu kwenda kumuua, kwa kuwa anamkosoa na kumwambia ukweli juu ya udhalimu wake.